Bwana Mpoki Buya. Naam, Isa Benson Mwakilembe, mwalimu wa neno la Mungu. Leo nataka tuangalie kidogo update za kinachoendelea hapo Mashariki ya Kati, kwa sababu taarifa ni nyingi. Marekani anaiteketeza Irani, Irani anaiteketeza Marekani. Sasa hebu unaweza ukatupa update kidogo tujue nini kinaendelea hapo Mashariki ya Kati? Taarifa ya kwanza, Isa Benson Mwakilembe, mwalimu wa neno la Mungu, ni kwamba bunge la Marekani kuna taarifa kwamba lipo mbioni kwenda kupiga kura ya kutokuwa na imani dhidi ya Donald Trump, inaitwa impeachment, parliamentary impeachment. Lakini pia vile vile ni kujulisha kwamba jeshi la Irani limeamuru kufungwa rasmi kwa mlango wa habari baada ya kuanza hujuma mpya ya kijeshi kutoka upande wa Marekani. Mlango wa Hormuz ambao unatumika kwa 20% mpaka 30 kwa usafirishaji wa mafuta na gesi na bidhaa mbalimbali duniani umefungwa rasmi, na hii ni kutokana na michezo ya hapa na pale ambayo Marekani alikuwa akifanya ukanda wa Mashariki ya Kati. Na taarifa nyingine, mwalimu, ni kwamba kuanzia sasa kutokana na ukosefu wa usalama katika Ghuba ya Uajemi, mlango wa bahari ya Hormuz umeamriwa kufungwa kwa ajili ya meli zote, ikiwa ni pamoja na meli za mafuta na meli za kibiashara, na meli yoyote itakayojaribu kupita italengwa. Imebainishwa taarifa kutoka makao makuu ya Khartoum Abiya huko kutoka upande wa Irani. Kwa meli yoyote kwa kupita inalengwa na pigwa vibaya mno. Na pia vile vile, mwalimu, ni kwamba taarifa nyingine ambayo ni mpya, Marekani imepoteza ndege 2 za gharama na za kisasa zaidi za kiuchunguzi. Hizi ni drones ambazo hazitumii rubani, kubwa kabisa. Wakati shambulizi la Marekani dhidi ya Irani usiku wa kuamkia leo, Marekani ilipoteza ndege 2 za kisasa zaidi ya za MQ Leopards kwenye anga la Irani, zikiwa na thamani ya jumla ya dola za Kimarekani milioni 80. Maana zimetunguliwa hizi ndege na makombora ama na drones za Waajemi. Rais Trump amesema Irani ilidungua helikopta ya Marekani aina ya Apache. Hii ni taarifa juzi katika mlango wa bahari wa Hormuz. Marekani pia ilijibu kwa mashambulizi yasiyo kifani dhidi ya Irani. Trump anasema anaamini makubaliano ya Irani bado yako karibu. Mbona hizi kauli, Mwakilembe? Hizi kauli ni kauli za Trump. Sasa Trump unaweza kama vile ni chizi, kama amechanganyikiwa. Hizi ni kauli, yani huku anaigonga Irani, huku anapigana wao kwa wao, afu anatangaza kwamba makubaliano ya amani yapo karibu kati ya Irani na Marekani. Huu ni sio nini, lakini tuachana hayo. Marubani wote wawili ambao kwa ndege ya Apache MQ-64 Apache kuanguka karibu na lango la bahari ya Hormuz walipata kuokolewa kwa kutumia drones za baharini, drones za chini ya maji ambazo ni za Marekani. Lakini mwalimu, haja ya wasiwasi imezidi kutanda huko Mashariki ya Kati, na hii ni kutokana na vurugu ambazo zinaendelea na vita kati ya Marekani na Irani, na pia Irani na Israeli, afu Israeli pia na Hezbollah, au pia Israeli pia na Wahuthi, wa Israeli pia na Hamasi, basi na mataifa mengine ambayo yako katikati. Maana hali ya wasiwasi imezidi kutanda ukanda huo wa bahari Nyekundu. Lakini hali ya wasiwasi imezidi kupamba moto huku Mashariki ya Kati, huku ripoti zikionyesha kuwa Israeli imeendeleza mashambulizi yake asubuhi ya leo nchini Lebanon, ikizilenga ngome za Hezbollah. Tukio hili linakuja wakati nchi kadhaa za Mashariki ya Kati na kimataifa zikijaribu kuzuia mzozo huo kuenea kote. Jibu la Israeli na lengo la operation, licha ya shinikizo kubwa kutoka kimataifa na onyo kali kutoka kwa Irani, viongozi wa Israeli wamebakia na katika msimamo wao thabiti. Wamesisitiza kwa mara nyingine kwamba hawatarudi nyuma, ya kwamba operation yao dhidi ya Hezbollah zitaendelea kama kawaida. Au wamezungumza ni Wayahudi. Lengo kubwa ni kulinda usalama wa taifa. Viongozi wa Israeli wanahalalisha mashambulizi haya kwa kile wanachosema ni hatua za dharura na za lazima ili kulinda usalama wa taifa lao, taifa la Israeli. Yani unaua watu, unagonga watu kwa lengo la kulinda usalama wa taifa lako. Maana kwa hiyo ni moja pia ya mama ambayo mwalimu yameweza kutokea. Lakini naomba niendelee kidogo hapa. Israeli kuichapa Uturuki ni moja pia taarifa kubwa sana. Moja malengo makubwa ambayo anayo Myahudi wa michongo ni kwamba ana mpango wa kuichapa Uturuki. Hii ni baada ya kuichapa Syria, imechapa imebaki kama ilivyo Syria. Ni baada ya kuichapanga Iraki, ushirika wa Marekani miaka hiyo.
na baada ya kuichapa Yemen, na sasa hivi wanaichapa Lebanon, na sasa hivi wanaichapa Irani, lakini Irani bado ipo vizuri. Sasa moja ya taifa linalofuata au ni kwamba who is next ni Uturuki. Kwa taarifa kwamba Uturuki ndio anayefuata kwa miaka inayofuata. Rais wa Uturuki anaitwa nani huyo, Recep Tayyip Erdogan, amesema kuwa mashambulizi ya Israeli dhidi ya Syria, dhidi ya Lebanon na sasa hivi yako dhidi ya Irani. Erdogan amesema kuwa Uturuki inaona harakati za uchokozi na mipango yenye nia mbaya inayoongozwa na Israeli katika eneo la bahari ya Mediterranean, ikionya kwamba hakuna anayepaswa kujiingiza katika matukio ya hatia kama hayo. Aidha amesema kuwa kile anachokiita uchokozi wa Israeli si tishio kwa nchi za eneo hilo pekee, bali kwa dunia nzima, na kusisitiza kuwa hatua hizo zinapaswa kudhibitiwa. Pengine Uturuki inaweza kuchukua hatua ya kujihami kwa kuishambulia Israeli ili kusitisha mashambulizi ya Israeli dhidi ya nchi tajwa. Sasa hii itakuwa sababu Uturuki naye anajiandaa na amekuwa akiongea muda mrefu. Na nina swali hapo kidogo. Ndio. Uturuki ni mwanachama wa NATO. Na katiba ya NATO Article 5 inasema kuwa mwanachama wa NATO akishambuliwa NATO itaingia. Mfano, Uturuki kweli akaishambulia, wakaingia kwenye mgogoro kati ya Uturuki na Israeli. Wewe unaona NATO kweli itaingia kumsaidia Uturuki au NATO itaingia kumsaidia Israeli? NATO haiwezi kuingia kumsaidia yoyote. Kwa nini? NATO haiwezi kumsaidia yoyote kati yao. Isipokuwa NATO kinyume chake, NATO itaisaidia Israeli dhidi ya Uturuki. Sawa. Kumbuka ya kwamba hata sasa hivi tunavyoona sasa hivi na Cyprus imegongwa, mwalimu. Cyprus imegongwa na Iran. Cyprus imegongwa na Hezbollah. Hezbollah ametuma makombora na drones in Cyprus. Unaelewa? Na Cyprus mwanachama wa nani? Wa NATO. Kwa hiyo nafikiri kwamba NATO ataingilia kati. Na Cyprus imegongwa, na aliyegonga Cyprus, na pale Cyprus kuna kambi za Muingereza. Na Hezbollah wamegonga kambi za Muingereza. Cyprus kuna chama wa NATO. Uingereza ni mwanachama wa NATO. Je, unafikiri kwamba NATO wataingilia hilo swala? Hawataingilia kugongwa kwa Cyprus. Hawezi, kwa sababu gani? Lengo kubwa la Umoja wa Ulaya na Umoja wa Mataifa sasa hivi ni kudhibiti hali iliyo Mashariki ya Kati, sio kuchochea moto. Na kama sio kuchochea moto, inakuwaje? Kuna mataifa makubwa kama Ufaransa, kama Uingereza, walipeleka meli zao karibu kabisa na mlango bahari wa Hormuzi. Walisema kuwa ikifika mwezi wa 7 kama Irani atakuwa hajaruhusu biashara ziendelee kama kawaida, basi wanaingia kusaidia hapo. Na hilo unawezaje kuliongelea? Umesema nani atasaidia hapo? Ufaransa, kuna Ujerumani, kuna Muingereza. Kuna taarifa kwa wamepeleka wataenda kusaidia nani isipokuwa wao? Ni kwamba wao ndio wanatakiwa waende, ni shinikizo kutoka upande wa Marekani. Mwanzoni walikataa, kumbuka kwamba hawezi kujiingiza kwenye mgogoro. Ndio. Umoja wa Ulaya uliombwa na Marekani, uliombwa na ukaombwa. Jamani, hivi vita sio vya Marekani peke yake. Hivi vita ni pamoja na Umoja wa Ulaya mtakao muingie. Walikataa. Sasa hivi ndio mwishoni wanasema wanataka kuingia, na hii ni baada ya Marekani kuanza kufanya petition ya kujiondoa katika Umoja wa Ulaya. Hivi ni baada ya Marekani kuingia kwenye mgogoro moja kwa moja dhidi ya Hispania, sababu Marekani anachochea moto ili Hispania iondolewe katika Umoja wa Ulaya. Kwa maana ni kwamba hawa wote lao ni moja tu. Nilikwambia mwalimu wa kwamba hawa wanakataa sasa hivi. Kipindi kile Uingereza, Ufaransa, Ujerumani wasema hawawezi kuingilia mgogoro wa Mashariki ya Kati. Sasa hivi ndio kwanza wanataka waingilie, kwa sababu baada kwamba hawa ni wale tu, mwalimu. Umeona? Lakini hoja ni kwamba ni hivi. Hawawezi kwenda moja kwa moja, hawawezi kuingia moja kwa moja. Sababu mpaka hapo ilipokumbuka kwamba kambi ngapi zimegongwa, kambi ongeze imeshagongwa tayari. Kambi ongeze imegongwa mara 3 kama sio mara 4 mfululizo. Umeona Uingereza ameingilia. Na mlango mwenye mamlaka ya udhibiti wa mlango Hormuzi sio Ufaransa, sio Uingereza. Mwenye mamlaka ni Irani peke yake. Umeona? Yaani hata waingie wote waende pale kulinda ule mlango. Mlango ukifungwa umefungwa.
Umeona? Labda washirikiana wote waiangushe Irani, wataweza? Wataweza? Hawawezi. Umeona? Ni maumivu juu ya maumivu. Umeona? Kwa mwalimu hizo ni mambo tu ambayo yaeleweki. Kwa taarifa inasema kwamba Irani ili mpaka sasa ililipua ndege 8 za kivita za Marekani. Yaani mpaka sasa tunazungumza ndege za kivita kubwa 8 zimelipuliwa huko katika kambi ya Marekani ndani ya Jordan. Kuna ndege zilizo zimepaki Jordan hapo za Marekani 8 zimelipuliwa. Unaelewa Lakini pia kigunduzi cha rada ya nguzo za makombora kimepigwa na kuharibiwa vibaya cha Marekani huko Bahrain. Lakini pia vile Irani anasema kwamba hapa Irani hizo kambi za Marekani, hizo center za maamuzi za Marekani Jordan huko wapi zimelipuliwa. Lugha nyepesi ni kwamba hamna kambi hata moja ya Marekani Mashariki ya Kati ambayo imebaki kuwa salama, na kambi nyingi zimefungwa, na hii ni kwa sababu ya mashambulizi ya Irani tangu vita kuanza siku 100 zilizopita. Mwana mwalimu. Kwa hiyo mpaka hapo niseme wazi kabisa kwamba tuwakumbushe tu wale wote wanaotufuatilia kwamba kitabu cha Laana ya Madaraka, Pesa na Damu, tumeweza kupunguza bei mpaka shilingi 32,000. Kitabu cha Laana ya Madaraka, Pesa na Damu. Lakini kama haitoshi, pia vile kitabu cha Mfumo wa Kibabiloni na Maisha Magumu kwa Wanadamu, pia bei ni moja, ni shilingi 32,000. Hiyo ni pamoja na usafiri. Watapiga 0762155025 0762155025. Hii namba pia ni ya WhatsApp mwalimu. Kwa hiyo mpaka mwalimu hapo niendelee kumalizia kwamba Brigadier General, manake mmoja kiongozi mkubwa tu ndani ya Irani ameuawa. Brigadier General Rubani Goramali, anaitwa Goramali Tamasebi, kamanda wa kituo cha jeshi la anga cha Kemani, ameuawa katika shambulizi mabomu ya hivi karibuni lilofanywa na Marekani kusini mwa Irani. Kwa mujibu wa taarifa hizo, inaaminika kwamba makao ya uongozi wa kijeshi yaliyokuwa yamejengwa ndani ya Baykars, makazi ya chini ya ardhi yenye ulinzi mkubwa, ndio waliolengwa na mashambulizi ya Marekani na kuondoka na kiongozi Brigadier General Rubani Goramali Tamasebi. Huko bado taarifa hizi haijathibitishwa moja kwa moja kutoka upande wa Iran. Lakini mwalimu mmoja pia comment ya mdau wetu sema kwamba kwa nini Irani asiende kaishambulia Marekani moja kwa moja? Yaani Irani apite chini ya bahari na nyambizi zake akaipiga Marekani moja kwa moja kuliko kushambulia washirika wa Marekani. Huko ni kama vile Irani anapoteza muda na silaha zake, kwamba itakiwa Irani aende moja kwa moja kaishambulie Marekani. Ni moja ya mawazo ya mdau mmoja kutoka upande wa Facebook. Masaa kadhaa nyuma, majeshi ya Marekani yameshambulia kituo cha uongozi Command Center ya Jeshi la Walinzi ya Mapinduzi RGC masaa kama 4 yaliyopita Mwakilembe. Wakati huo taarifa zimeripoti milipuko mikubwa katika eneo la Robert Kalim ndani ya Teherani, katika eneo linalodaiwa kuwa na ghala la kuhifadhi silaha na risasi ndani ya Teherani huko upande wa Iran. Wakati huo Mwakilembe tumeona kwamba Iran pia amezishambulia vibaya nchi washirika na kambi za Marekani katika mataifa matatu Mashariki ya Kati. Mwalimu, mimi yangu ni hayo, labda kama una mengine. Mpaka sasa Trump amesisitiza kwamba yeye nikupiga baina mataifa haya matatu hapa Mashariki ya Kati. Mimi nikushukuru bwana Mwakilembe. Asante sana na kushukuru pia. Haya.